Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athmani. Bila kusahau, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo mara moja ili uwe wa kwanza kabisa kupata video punde tu nitakapozi upload hapo. Siku hii ya leo nataka kuzungumza swala ambalo limegonga vichwa vya habari na linahusu wanawake wa taifa hili la Kenya, na vile vile na lisoma swala hilo ama taarifa hiyo kwa gazeti ama kwenye gazeti la Taifa Leo. Wanawake walioolewa wanaongoza kwa utoaji wa mimba. Wanawake walioolewa wanaongoza kwa utoaji wa mimba, utafiti umebaini. Na ni kwamba wanawake walioko kwenye ndoa, walioelimika na ambao wamewahi kupata watoto, sasa wanaongoza kwa viwango vya juu vya uavyaji wa mimba kwa hiari nchini Kenya, kwa mujibu wa utafiti mpya uliofanywa. Matokeo yaliyotolewa juzi yanaonyesha kuwa karibu wanawake 1800 waliavya mimba mwaka wa 2023. Karibu wanawake 1800 waliavya mimba mwaka wa 2023. Waliavya mimba kati ya wanawake 2022 waliohojiwa, 58% walikuwa wameolewa, ambapo 32% walikuwa na watoto wawili au watatu. Wanawake wakati ya miaka 25 hadi 33 waliongoza, wakikanusha dhana kwamba uavyaji mimba ni suala la wasichana wachanga wasioolewa peke yake. Utafiti huo ulibaini kuwa wengi wa wanawake waliopokea huduma za baada ya uavyaji mimba walikuwa na umri wa kati ya miaka 25 hadi 34, 41.8. Kati ya wanawake wenye miaka walio kwenye ndoa au wanaishi na wapenzi ni 78.6. Waliosoma hadi sekondari ni 37%, na Wakristo 91%. Wakristo wanawake wanaoavya mimba ni 91%. Takriban 66% walikuwa wamewahi kuzaa hapo awali, huku 29% wakiwa wamewahi kupata zaidi ya mimba 4 maishani. Takriban 89.4% walitumia mbinu moja tu ya kuavya mimba, huku dawa zikiongoza 61.8. Kumradhi. Mbinu za jadi zilitumiwa na 27%, huku 12.2 wakitumia mbinu nyinginezo, yani zile mbinu mbadala za kuavya mimba. Utafiti huu uliofanywa kati ya Aprili mwaka 2023 na Mei mwaka wa 2024 na APHRC na NADC na Guttmacher Institute ulionyesha kuwa jumla ya mimba zilizoavywa zilikuwa mimba 1792,694. Mimba ambazo ziliavywa kati ya mwaka 2023 Aprili hadi mwaka 2024 Mei ni mimba jumla 792,694, sawa na mimba 57.3 kwa kila wanawake 1000. Walio na umri wa kuzaa hapo ni kuanzia miaka 15 hadi 49. Mkurugenzi mkuu wa afya Dr. Patrick Amoth alikiri kuwa uavyaji mimba usio salama bado ni changamoto kubwa, huku akisema kuwa kuna uhaba wa takwimu za kitaifa kuhusu swala hili. Kwa hivyo hivi tunavyozungumza ni kwamba katika taifa hili la Kenya wanawake wanaavya mimba kwa kiasi kikubwa, na hasa wale wanawake ambao wanaavya mimba zaidi na kuongoza katika swala hili la uavyaji mimba kutumia mbinu tofauti, lakini mbinu ya kutumia dawa na mbinu ambazo sio salama, kulingana na Daktari Patrick Amoth, ni kwamba ni wanawake ambao wako kwenye ndoa. Kwa hivyo wanawake hawa ambao wako kwenye ndoa walishawahi kupata mtoto labda wawili ama watatu, kulingana na wale ambao waliweza kuhoji
kuhojiwa. Halafu wanawake hawa wamekanusha swala la kwamba wasichana ama wale watoto wadogo ndio ambao wanaavya mimba. Manake sasa swala la kuavya mimba ama swala la uavyaji wa mimba si swala la watoto wadogo, ni swala la wanawake walioko kwenye ndoa na wanapata mimba hizi bila matarajio, bila kuzitarajia. Kwa hivyo wanawake walioko kwenye ndoa wanaongoza kwa uavyaji wa mimba. Utafiti uliofanywa mwaka 2023 Aprili hadi mwaka 2024 umeweza kuonyesha swala hilo. Maoni yako ni gani, mtazamaji wangu mpendwa? Wewe ni mwanamke ama wewe ni mwanamume ambaye unajua hali halisi ilivyo? Unaweza ukazungumzaje ama unaweza ukasema nini kuhusiana na swala hili la uavyaji wa mimba wa wanawake ambao wako kwenye ndoa ama wanaishi na wapenzi wao? Maoni yako chini ya hiyo video, kisha tutakuwa tunazungumza, manake ni kuambizana. Lakini wamesisitiza, madaktari yamesema njia ambazo sio salama za uavyaji mimba zinaendelea kutumika na ni hatari kwa afya yetu sisi kama wanawake. Asante sana mtazamaji, hadi siku nyingine, na kutakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu.